labda watoto wadogo wanaweza torokea nchi zingine. Sisi watu wazima especially, it is not possible kuhamia. Hata ukiwa mkimbizi, wherever you go will never be your home. Lakini tunajua kuna viongozi wa dini wamechochea vijana, wakiwaambia mko na haki ya kufanya kila mnaweza, kila mnataka, mko na haki, mko na uhuru, fanyeni vile mnataka, kuna mtu ya kukuzuia, hata polisi asikukanyange karibu na wewe. Na kutumia vyao kama watu wako na usawishi kwa jamii. Wakachochea vijana, ile ilitendeka jana ikatendeka. Swali, ningetaka hao viongozi wa dini ambao walichochea vijana, wakiwaambia uhuru wenu hauna mipaka, unaweza fanya chochote unataka, hawa viongozi watueleze kama hiyo maneno ilifanyika jana ndio walikuwa wanataka ifanyike. Manyumba ya watu kuvunjwa, mali ya watu kuporwa, wasichana na wamama kubakwa, vituo vya polisi kuchomwa, bunduki kuibiwa, kotini unachoma kotini. Badala ya kusema mambo yako, uko na shida na hii, hautaki vile polisi wamefanya, tunataka hii hatua ichukuliwe, alafu unarudi nyumbani. Inakuwa ni siku ya kupora, kuharibu nchi, kuumiza wananchi. Watu wa magazeti wengine, sijui kama ni wote, wengine walikuwa wanasherekea. Sijui kama yale yalitendeka ndio mlikuwa mnataka ifanyike. Iko vile vile mabalozi na waakilishi wa nchi za kigeni hapa Kenya, ambazo ni nchi marafiki wa Kenya, ambao pia kwa sehemu zao walichochea vijana wetu na kuambia uhuru wako hauna mipaka. Na hiyo maneno ndio imesababisha pia mabalozi watuambie yale mambo walikuwa wamechochea, kama ile ilitendeka jana, ndio walikuwa wanaita maandamano ya amani na ndio walikuwa wanataka itendeke. Mimi nataka niwaambie wananchi kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya Rais William Ruto, yale ambayo yalitendeka katika nchi yetu jana, serikali yenu ambayo mmechagua itafanya bidii na juhudi zote kuhakikisha wote ambao wamehusika watajibu kwa mujibu wa sheria. Ya pili, ile mambo ilitendeka jana, tutafanya juu chini, mbele, nyuma, kushoto, kulia, kuhakikisha kwamba hayo maneno ya fujo na vifo na uporaji hayatarudiwa tena katika mchanga wa Kenya. Sijui kama tunaelewana. Those who are telling us that freedom is limitless should understand that your freedom to punch aimlessly in the air stops where my nose starts. Na mimi naielewa katiba. Mimi naielewa katiba kuliko watu wengine wanapiga makelele pale. Kama uko na uhuru wa kutupa ngumi hewani ovyo ovyo, huo uhuru unaishia mahali pua yangu inaanzia. Once you reach my nose, your freedom to punch aimlessly in the air stops there. Sijui kama tunaelewana. So we will make a lesson on accountability on what happened in Kenya.
na msiwe na wasiwasi. Kama kuna polisi pia alitumia nguvu kupita kiasi, atashughulikiwa. Lakini mliona wengine polisi wakipigwa na police station ikichomwa na bunduki zikiibwa. We will also protect those police officers against attacks by people who do not understand the limits of freedom. Huwezi kuwa na uhuru wa kufanya chochote, hata ukiua your neighbor, ukichukua mali yake, ukimuumiza. So I want to assure you, yesterday was a low moment for our country. We will make sure it doesn't happen again. Never again. Na usiniulize serikali itafanya nini. Jana, kwa sababu polisi wengi walikuwa wamewekwa uoga na magazeti na wachochezi wengine, wacheni wananchi wafanye vile wanataka, mliona nini litendeka. Next time, we will treat anarchy at source. Hatutangojea shida ifike kwako ikuumize. We will treat it as source. Na tutatumia sheria. Hatuna shida na uhuru wa kuandamana, uhuru wa kusema lolote, uhuru hata wa kutofautiana na serikali. Lakini tofauti na kukuwa na tofauti na serikali sio leseni ya kuvunja duka ya mtu, ya kuua mtu, ya kubaka wa mama. We will treat anarchy at source. Hakuna tofauti ya kazi zingine zimetendeka jana na wale magaidi wa Al-Shabaab. There is no difference. So the same way we go for Al-Shabaab at source, this time round we cannot allow Kenya to descend into chaos as we watch. Kama hiyo ita affect umaarufu wetu wale ambao tumechaguliwa, so be it. But the security of Kenya comes first. Sijui kama tumeelewana. Mungetaka nchi yetu ikae na amani? Ama mungetaka vita kama ile mliona jana? Ati wananchi wanauziwa hofu mpaka wanakuwa maabusu katika nchi yao. We will deal ruthlessly with anarchists and people pretending to use the constitution to advance anarchy, criminality and terrorism. Acha niachie hapo.